Samuel Awonda, Naomi Ongoche, and Rita Ayuma. In the year 1970, Mzee being sharp, smart, with brown complex features, he married a second wife from Bungoma, Bukusu community, by the name Rosemary Nakutisa. They were blessed with 4 children: Elphas Ndani, Dan Awonda, Sherry Estika, and the late Indiaka. Mzee Estika handsomeness never faded even as he aged. He exercised the spirit of being a true statesman and married across the border in Uganda to the late Anne. God blessed them with 2 children, Daudi Estika and Carol Estika. In 1979, Babatai, always with a smile on the face, dressed to kill, married the late Mama Rachel, and they were blessed with 1 child, our beloved sister Sheila Estika, who's my auntie. Had in mind the philosophy of filling the world. He married the late Mama Dorcas Bano, and they were blessed with 7 children: Shelimo, Oliver, Koech, Andere, Paris, Naomi, and Nerea. Their offspring did multiply by having sons-in-law and daughters-in-law, namely Jacqueline, Caleb, Rev Abira, Eseri, Kevin Opana, Victor, Karanja, Sheila, Lamek, Muge, Rose, Purity, Benson, Ekiru, Kashifa. Grandchildren as follows is Castro, Willie, Pavo, Ainsley, Anna, Lois, Eugene, Kate, Aileen, Valerie, Shiro, Ryan, Reina, Ian, Max, Milan, Mark, Jackie, Bella, Chelsea, Abigail, Angel, Amara, Shadrach, Ruth, Hosea, Faith, Jaden, Dorcas, Elijah, Ashley, Isaac, Warren, and Austin. I'm going to take you through the education part. The Estika started his schooling in the year 1951 at Mokuyu Day School, Nursery. During the Mau Mau uprising in 1952, Mzee joined a Standard 1 at the age of 12 at Ebusakami Primary School. On his first attempt on the common entrance examination at the age of 16, his expectation was not achieved, but still determined, he went to Ebuirani, Ebuyalu to redo the exam. In 1958, Mzee Estika successfully passed the common entrance examination and went back to Musakami Primary School again, where he successfully passed his CAPE examination. Career. In 62, Mzee Estika, a young man, then Mzee Estika, with a passion to excel, enrolled at King's College in Nairobi, a course in typing. He successfully passed the training and employed at the East Africa Bata Shoe Company in Limuru as a salesman. Mzee worked diligently and nicknamed by the Wazungu the brilliant boy. Mzee rose through the ranks by attending courses at the Kenya in Kabete as a sales marketing person. He ended up becoming a relieving manager in various parts of the country, Nairobi, Sumu, Kita. Mzee rose to be a manager, and his last assignment was here in Webuye in March 1980. In the year 1982, Mzee was employed at the National Cereals and Produce Board, where he worked in different stations and different positions in Kitale, Kapenguria, and Vigo, before he retired in the year 1995. Good evening, everybody. My name is Eugene Eno. I'll be taking you through the health history. The Estika had always been a healthy person in life, and none of his children had ever seen him sick before. Even at the time of the pandemic corona,
mom contracted corona, but they could always say any homa kidogo kidogo. They woke up well on the 12th January 2026 and was jovial as usual. At around midday, they collapsed and was rushed to the hospital, whereby he was diagnosed with a mild stroke on the left part of the body. They had undergone medical treatment to a point that he could now notice improvement and he could move around his compound with minimal resistance. The champion Zay conquered all. On the 12th May 2026, the note came as a surprise to all. He breathed his last oxygen next to Mama Joyce, who always was next to him since he had been sick. May God rest in this soul in eternal peace. Thank you so much. Nataka tusimame na kwaya watuimbie ili tuweze kupata neno ikiletwa na baba yetu askofu mkuu. Kwa hivyo tutasimama wote kwa sababu ni wimbo ya kuleta neno. Tadwa de miela duente. Kwaya huku ni mbele ya. Kwaya dada ni mbele. Kwa mataifa mbalimbali yo tatangaza neno lake Bwana. Kwa mataifa mbalimbali yo nitatangaza neno lake Bwana. Katika ndimi mbalimbali yo nitatangaza neno lake Bwana. Kwa mataifa mbalimbali yo nitaeleza neno lake Bwana. Katika lugha mbalimbali yo nitatangaza neno lake Bwana. Kwa mataifa mbalimbali yo nitainua neno lake Bwana. Katika ndimi mbalimbali yo nitatangaza neno lake Bwana. Kwa mataifa mbalimbali yo watu wote waimba kumsifu Bwana. Watu wote wachungaji waimba kumsifu Bwana. Wachungaji waimba kumsifu Bwana. Watu wote waimba kumsifu Bwana. Haleluya, waimba kumsifu Bwana. Nitatangaza neno lake Bwana katika lugha mbalimbali yo. Nitatangaza neno lake Bwana kwa mataifa mbalimbali yo. Inasonga mbele Injili, inasonga mbele Injili, inasonga mbele. Oh, inasonga mbele Injili, inasonga mbele Injili, inasonga mbele. Injili ya baraka inasonga mbele Injili, inasonga mbele. Injili kwa masumbufu inasonga mbele Injili, inasonga mbele. Injili kwa watu wote inasonga mbele Injili, inasonga mbele. Inasonga mbele Injili, inasonga mbele Injili, inasonga mbele. Injili ya baraka inasonga mbele Injili, inasonga mbele. Yesu mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kabla ya kuanza neno, kuna gari hapo ambaye ni KBW 290R ambaye imezuia huko mbele. Tafadhali toa ili magari ziweze kupita na tuombe. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo, kwa maana ni siku ambayo umeweza kuiandaa. Tumishi wako amesimama, nataka kunena nasi, najua ya kwamba utazidi kumbariki. Simama naye na tumpatie nguvu kwa wakati huu, ili anaponena yote viweze kutoka kwako.
ni katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Nataka kushukuru Mungu kwa ajili ya siku hii, siku ambaye Mungu mwenyewe ameandaa ili tusindikize ndugu wetu, babu wetu kwa amani. Bwana asifiwe. Naitwa Archbishop Peter Dan Masake, by God's grace now of Anglo Church of Kenya. Bwana asifiwe. Mama Eshtika, how painful is it for you? Bwana asifiwe. How painful is it for you? May the Lord give you the courage to overcome all that has happened. Bwana asifiwe. Wakati kama huu ni wakati mgumu. Nataka mtu anisomee John 11:33 to 35. Wasomaji. Tasoma Yohana Mtakatifu 11 kuanzia 33 hadi 35. Inasema hivi: basi Yesu alipomuona analia, wale Wayahudi waliofuatana naye wanalia, aliugua rohoni, akafadhaika rohoni mwake, akasema, mmemweka wapi? Akamwambia, Bwana, njoo utazame. Yesu akalia machozi. Bwana asifiwe. Wakati mwingine, wakati kama huu ni wakati wa kulia machozi. Bwana asifiwe. Kwa sababu mpendo wetu ametuacha. Our beloved brother has left us, has left a gap. The children are feeling this gap. Our mom is feeling this gap. The clan is feeling this gap. And the community at large is feeling this gap. Bwana asifiwe. But I've come to encourage you that as much as we see the gap, let us look at Jesus. Bwana asifiwe. Tumwangalie Yesu msalabani. Kila jambo inaweza kubadilika. Nataka kushukuru Mungu kwa ajili ya mama wetu. Amesimama kwa ujasiri na kunena juu ya mpendo wake. Bwana asifiwe. The brown gentleman, the brown boy, the boy she loved. Bwana asifiwe. But it has not gone free, mama. She has left you the beautiful daughters. She has left you with the sons, handsome sons, who are worthy. When you look at them, you see your husband. Bwana asifiwe. How mighty and powerful it is. How blessed you are, because God has already given you what you deserved. Bwana asifiwe. My brothers and sisters, the daughters and sons of Mama, please hold her high. Lift her heart. Make her proud. Bwana asifiwe. Sometimes you see Jesus asking, where have you laid him? Because he saw people crying. Watu walikuwa wamekata tumaini. He also joined them in crying. The Bible says he wept.
we have come here to join you. We have come here to condole with you. We have come here to stand with you. Bwana asifiwe. Death is a terrible thing. And death was brought by sin. Bwana asifiwe. Let us look at ourselves. Kujipeleleza ndani ya moyo wako. Siku yako ya mwisho itakuwaje? Wewe utaenda namna gani? Bwana asifiwe. Mpendwa ndugu yangu, dada yangu, tumekuja hapa leo kuona vile tunazindikiza baba wetu. Lakini nataka uone wewe ndani ya moyo wako, siku yako ya mwisho itakuwaje? How will it be? God has greater plans for you. This family, you have been left. Bwana asifiwe. In the book of Mark 8:22 to 26. Bwana asifiwe. Can I have somebody read that? As we just wind up, so that we can go to other programs. Mark 8:22 to 26. Wakafika Betsaida, wakamletea kipofu, wakamsihi amkuse. Akamshika mkono yule kipofu, akachukua nje ya kijiji, akamtemea mate ya macho, akamwekea mikono yake, akamuuliza, waona kitu? Akatazama juu, akasema, naona watu kama miti inakwenda. Ndipo akamweka tena mkono yake juu ya macho yake, naye akatazama sana, akawa mzima, akaona vyote wasiwasi. Akampeleka nyumbani kwake, akisema, hata kijijini usiingie. Bwana asifiwe. Walimletea kipofu, wakamsihi. Alikuwa naona zamani, kwa sababu Yesu walipomletea alifanya kitu kimoja, alimtoa katika ile kijiji, kwa sababu pale it was already cast. He could not do the miracle there. People had refused to listen to Jesus. So what he did, alimshika mkono, akampeleka nje. Alipofika pale nje, alimguza, akaweka mikono yake kwa macho yake, akamuuliza, unaona nini? Bwana asifiwe. Tangu baba yetu alale tangu juzi, ninajua wengi wamekuwa vipofu. Wengi wanahitaji huyu Yesu akaweza kawaguze ili waweze kuona vizuri. Leo hii nimesimama hapa kukuelezea, tafuta huyu Yesu akuguze ili uweze kuona. Wakati mwingine sisi kama watoto hatuwezi kuona mambo ingine. When your dad passes on, you now start seeing. Kumbe mzee huyu alikuwa ametufunika. Bwana asifiwe. My brothers and sisters, it's a time you are going to see things that you never knew. Kwa sababu kila wakati mambo yakiwa magumu, unasema enda uliza baba. Wacha baba tengeneze. Sasa hayuko. Tunamhitaji Yesu.
Bwana asifiwe. Amina. Tunamhitaji Yesu akaweza akawaguza ili mkaanze kuona na muone vizuri. Bwana asifiwe. Mwambia mwenzako, tunahitaji Yesu. Tunahitaji Yesu. Aguze macho yangu, aguze macho yako ili ukaweze kumuona. Bwana asifiwe. It is painful. Kuna mambo wakati nilipoteza baba, mimi sikuweza kujua. Nilijua baadaye. Nikaanza kuona, macho yangu kufunguka. Our beloved brother, I am impressed by what your wife has said. That where you are, continue blessing your family. Bwana asifiwe. Ataendelea kubariki watoto wake, ataendelea kuinua watoto wake, ataendelea hata kumuinua huyu dada. Hata nasi afika mahali hapa, Mungu anatuona, ndugu anatuona, atasema asante kufika kwa matanga yangu. Bwana asifiwe. Sometimes it is difficult. Wakati alipoguza macho yake, akauliza mara ya kwanza, unaona nini? Naona watu ni kama miti wanatembea. The context here is walking. Miti hawatembei. Bwana asifiwe. Yeye aliona watu